Kama ataendelea kuwa mkaidi na kupambana na mimi, mambo ni mawili: nimdhalilishe, nimweshe kuzimu, au vyote kwa pamoja. Lakini kwa umri wa mkuu wako nisingependa tufike huko. Nimekuelewa Sauda, nimekuelewa vizuri tu. Mimi nitafikisha taarifa. Hata mimi nikimwangalia mkuu, nguvu zake ziko chini kabisa, na sidhani kama ataweza haya mapambano. Na sitoshe, shida ya mkuu ni kitu kimoja tu, waga ni mkaidi sana. Akiamua la kwake anipaka alifanye. Mimi nitafikisha hizi taarifa, na kama akiendelea kuwa mkaidi, mimi nitajiweka pembeni ili niokoe roho yangu, maana siwezi kufa kwa sababu yake yeye. Kwa hiyo mwanamke ndio ameamua kuondoka na madai yake akisema kwamba mimi sina mapenzi ya dhati kwake. Je, ni mimi au yeye aliondoka wakati mwenzake nipo katika kipindi kigumu? Au tuseme riziki yangu kwake ndio imefika mwisho? Jana wakati narudi nilikutana na mbibi mmoja hivi. Akazungumza maneno ambayo mimi hata sijaelewa. Mara nimenenepa, sijui nimenawili. Amekutaja hadi wewe. Mara amesema sijui Kita anajua kunitunza, sijui nini. Yaani ameongea maneno mengi ambayo mimi pia sijaelewa. Kataja jina langu? Ndiyo, ametaja jina lako. Kwani huyu bibi ni nani? Ulikutana naye wapi? Nilikutana naye njia ya kuelekea kule bondeni. Kiukweli mimi bibi simfahamu, lakini nitamjua tu. Ila kumbuka pia nilikwambia kitu, sio kila binadamu ni mzuri. Kuna mwingine hana nia njema na hapendi kabisa maendeleo ya mwenzake. Kwa hiyo cha msingi ni kutokufuatilia maneno yao na kuwa nao makini sana. Umenielewa mke wangu? Sawa, ila naomba ufuatilie maana yale maneno yake sijaelewa. Sawa. Usijali, hilo niache mimi. Twende tukachukue kuni ili tuwahi kurudi nyumbani. Anasemaje? Ameniambia kwamba alikufuata na amekuelekeza uachane na hii vita, maana kwa sasa hauna nguvu za kupambana naye. Amesema mambo ni mawili tu, akuzailishe au akuue, au vyote kwa pamoja. Nyamaza wewe Nyangema, unajifanya unanijua sana, nikiwa na nguvu au sina nguvu. Huyo mtoto mdogo hawezi kunitisha mimi. Tangu nimeanza hii kazi sijawahi kurudi nyuma, na vita tunayo na tunatamba nayo. Hakuna sababu ya kuhofia chochote. Maandalizi na kila kitu kiendelee kama kawaida. Umenielewa? Siku nyingine angalia taarifa ya kuniletea, sio taarifa kama hizi za kipuuzi. Umenielewa Nyangema?
Bikwega. Bikwega. Bibi Kwega. Nimekuita mara hizi. Mimi ni jeshi la mtu mmoja. Sina machawa kama wewe. Sasa basi, nimekuja kukupa onyo la mwisho. Naomba cheza unapochezaga. Kwenye anga zangu usiingie. Na acha hiyo michezo. Na kuonya. Sauda, wewe ni jeshi la mtu mmoja. Mimi na mizinga tena ya nyuklia na vifaru juu. Unavyotaka na mimi nataka hivyo hivyo. Mwambie yule kibaraka wako Chita akueleze ukweli. Maana anajua kila kitu na nimemtuma ameshindwa kufikisha ukweli, ila nimekuja kukuambia mimi mwenyewe. Zuu, usihangaiki kumtafuta. Kwa sababu mimi ndiye niliyemchukua. Na sio Zuu tu. Naweza kumchukua yoyote unayemuona katika himaya yako. Na sizui na mtu yoyote. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo, changa karata zako vizuri. Usije ukalamba jokeri. Sauda, mimi ni simba pori. Siogopi mishale wala bunduki. Utakapokuja ndio nitakapokupokea. Mimi niko lele lele. Kama wewe upo lele lele, basi mimi niko nginja nginja na nimetimia. Alafu Bikwega, siku zote mbwa mzuri anabwekea mwituni, lakini sio kubwekea nyumbani kwake. Na kama uko tayari, twende uwanja wa vita. Sikuogopi. Nyangema, naona Chiti anataka kunisaliti au kisha nisaliti. Kwa nini mkuu? Anaonekana vingi anavijua, lakini hataki kuniambia ukweli. Hii ni dalili ya usaliti. Nikiwa kama kiongozi, inatakiwa nipate taarifa zote kutoka kwenu. Mkuu, hii ya kuficha ficha hii naona kama haijakaa sawa mkuu. Hiyo tabia ya kunificha ficha wala sio tabia nzuri. Maana yake kuna mpango unatengenezwa nyuma yangu. Na mimi siko tayari kumwacha msaliti aendelee kuwa karibu yangu. Sasa nakutuma wewe umfuatilie Chita kuhusu hili swala. Alafu uje unipe ripoti. Nini kinaendelea? Sawa mkuu, nitalifanyia kazi na nitakuletea ripoti mkuu. Chita, kumbe unafahamu alipo Zuu. Mbona umeshinda kuniambia? Na Zuu amechukuliwa na Sauda. Kwa nini umenificha? Niambie kwa nini umenificha? Unanisaliti eh? Samani mkuu, lakini kwa naogopa kukwambia. Kwa sababu ungetuona ni wazembe wa kazi. Kunificha kwako ndio umekuwa shujaa? Au umepata faida gani? Naongea na wewe. Kama ungeniambia mapema, ningejua nitafanyaje. Lakini kwa sasa itakuwa ngumu sana kumrudisha Zuu. Sasa kazi ya kumrudisha Zuu itakuwa mikononi mwako, maana amepotea kwa uzembe wako. Unanielewa? Chita, mkuu kanituma nije kukuchunguza. Anadai wewe ni msaliti. Ala, kumbe. Kwa hiyo mkuu ameamua safari hii kesi ya Mwewe ampelekee Njiwa, si ndio? Sikia ndugu yangu. Kiukweli tunapoelekea siko pamoja na mkuu. Kwa sababu siwezi kuona naelekea katika sehemu ambayo uhai wangu unaenda kuwa mwisho kabla ya siku ambazo nimepangiwa na Mungu. Upo sahihi sana Chita.
tena sana tu. Hata mimi sipo tayari kuyatoa maisha yangu sadaka kwa sababu yake yeye. Kiukweli pale alipo yeye hana nguvu, ana force kutaka kuingia kwenye vita. Kiukweli hata mimi sitoweza kuwa upande wake, maana naona kabisa mwisho wake haupo mbali. Sawa, mimi nimekuelewa, ila tambua kitu kimoja, haijalishi utampelekea taarifa gani, msimamo wangu bado ni ule ule. Mimi nitaenda kumwambia nimekuchunguza na nimekukuta hauna hatia yoyote ya usaliti. Siwezi kukubali ukaingizwa kwenye shimo wakati mimi na wewe ni familia moja. Sauda. Vipi? Nilikuwa naota jinamizi linanikaba. Lakini bibi, wakati unaweweseka hapa chini, nimesikia umesema jina Sauda. Wewe, kwa unapenda chimbua vitu? Mimi nimetaja hapa Sauda hapa? Mimi si nimekuambia jinamizi linanikaba? Mimi nishakukataza kuchimbua vitu. Utakuja kuchimba na karanga ambazo hazijakomaa. Kwa hiyo bibi, unafikiri mimi nimejitungia ile jina? Nimekusikia umelizungumza hapo kwa masikio yangu, nimesikia umesema Sauda anakuua. Nakwambia sijamtaja. Kumbe ni wewe. Sijakuona muda mrefu sana. Alafu mara ya mwisho kuonana na wewe hatukuwa na wakati mzuri sana. Vipi, uko sawa? Siko sawa. Kitu ambacho umekifanya sio kizuri na sijakipenda. Mara ya mwisho mimi na wewe tumeonana pale njiani. Ni kitu gani ambacho mimi nimekufanyia? Hivi siku hizi zote ulikuwa hapa kijijini au ulikuwa umesafiri? Maana sikukuona hata kwa bahati mbaya. Vipi? Uko sawa? Naongea na wewe. Yawezekana umekuwa ukitumia gharama kubwa sana kujiunga bando za internet. Karibu sana kwa Dr. Mtunzi. Utapata GB 10 kwa shilingi 10,000, GB 16 kwa shilingi 15,000, GB 20 kwa shilingi 18,000, lakini kama haitoshi, GB 40 kwa shilingi 34,000 tu. Muhimu ni kuwa na laini yako ya Halotel na kisha mpigie simu kupitia namba 0693 796 302, na baada ya kulipia utaunganishwa bando lako ndani ya dakika 1 pekee. Unasubiri nini? Ni Dr. Mtunzi. Mpigie simu leo akuunganishe bando leo kwa gharama nafuu kabisa. Lakini pia unaweza kubonyeza linki kwenye description. Karibu sana kwa Dr. Mtunzi Halotel Bando.